watu wengi tunavyoenda mwaka mpya huwa wanaweka malengo mapya, wanakuwa na new year resolution, wanakuwa na new year goals na kadhalika, ambazo kwa sisi tutaangalia zaidi zile za kifedha. Mtu anaweza kawa anasema mwaka huu mpya unaokuja nataka nijenge, au nataka ninunue kiwanja, nataka niwe na milioni 100 kwenye uwekezaji, nataka kununua hisa za kiasi fulani, nataka pengine kununua bonds kadhaa za serikali au za kampuni binafsi. Lakini kama aliweka hayo malengo mwaka huu Januari, sasa hivi ukimwambia umefikia kwa asilimia ngapi, kwanza wengi hata wakumbuki waliandika wapi malengo yao, wengi hata hawafanyi review, kwa hiyo hata hawajui wametimiza malengo kwa asilimia ngapi. Tunavyokwenda 2026 tusiende na ile hali ya kawaida kwamba tu lazima mimi niweke malengo, naweka new year's resolution, naweka new year's goals, alafu tarehe 3 Januari hata ukumbuki hizo new year goals zako zikoje. Hata kama nataka kupunguza uzito, mimi nasema nataka nipunguze kilo ngapi mwaka huu, kilo 20, niwe kilo 60, wapi? Unakuta tarehe 10 mtu anakula kiepeai, sio kawaida, anakunywa masoda, sio kawaida, ameshasahau hata kama alikuwa na malengo. Kwa hiyo nikasema tujiulize kwamba tunabidi tubadilike kwa namna gani, tuwe watu wa namna ipi, ili kusudi tuwe tukapate malengo ambayo tunayatarajia. Kwa sababu kwa kweli malengo hayawezi kuja tu kwa sababu yamekuja. Malengo yanatengenezewa njiwa, yanatengenezewa nidhamu, yanatengenezewa mipango, yanatengenezewa connection, yanatengenezewa system ili yaweze kutokea. Kwa hiyo kama huyu wa 25 ambaye hakutimiza malengo hata 20% au hata 30%, huyu hawezi kwenda jinsi alivyo 2026 alafu akaenda kutimiza malengo. Hiyo haiwezekani. Kwa hiyo kumbe kuna adjustment inabidi tufanye, kuna mabadiliko inabidi tufanye.